Tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka wa 2023, Richmond Kagoma alikuwa ni dereva bajaji maarufu aliyekuwa akifanya shughuli zake wilaya Geita, mkoani Geita. Jioni majira ya saa 12 hivi alipigiwa simu na mmoja wa mteja wake aliyemjua kwa majina ya Milembe na akamwambia amfate eneo la California Lodge, alikuwa anahitaji usafiri. Mara baada ya kuwasili pale, Richmond alimpigia simu Milembe ambaye alitoka mule ndani akiwa pamoja na wanaume watatu. Akasalimiana nao kisha wakapanda ile bajaji yake, mwanaume mmoja akiketi mbele pamoja na yeye dereva, huku Milembe akiketi nyuma katikati ya wale wanaume wawili waliobaki. Akamwambia Richmond kwamba alikuwa anahitaji awapeleke site wake, yani eneo alilokuwa akijenga huko mtaa wa Mwatulole wilayani Geita. Walipofika eneo la Shilabela, Milembe alimwamuru Richmond asimame ili wale wanaume washuke. Lakini kabla ya kushuka, yule mwanaume aliyekuwa amekaa mbele pamoja na yeye dereva akamuomba Milembe shilingi 5,000 kwa ajili ya kununua sigara. Milembe akamwambia Richmond ampe yule bwana ile 5,000 halafu yeye atamalizana naye mwisho wa safari. Basi baada ya wale wanaume kushuka, safari iliendelea mpaka mtaa wa Mwatulole. Walipofika walikutana na fundi wa Milembe aliyefahamika kwa jina la George. Walipokuwa pale, Richmond alimuona Milembe akiwa na mfuko wenye chupa 4 za Fanta na chupa ndogo ya maji ambayo ilikuwa na kitu cheupe kama maziwa. Alipomalizana na Milembe, aliagana naye na kisha akamwacha pale pamoja na ule fundi wake, yani fundi George. Lakini alichokuwa hakifahamu ni kwamba ile ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa yeye kumtia machoni Milembe akiwa hai, kwa sababu ndani ya masaa machache tu mwanamke yule alikuwa anaelekea kuvamiwa kikatili sana na kutolewa uhai wake. Kesho yake asubuhi, Richmond alikurupushwa usingizini na simu yake iliyokuwa ikiita. Alipoipokea, aligundua kwamba alikuwa George ambaye alimwambia afanye haraka sana afike pale Mwatulole kwa Milembe, kulikuwa na janga kubwa sana lilikuwa limetokea. Basi Richmond alishtuka sana kwa sababu sauti ya George ilionyesha kuwa kwa kweli alikuwa amekumbana na kitu cha kutisha sana. Aliwasha bajaji yake na alipofika Mwatulole, George alikuwa akimsubiri waingie mule ndani. Moja kwa moja George akampeleka Richmond ndani ya moja zile nyumba 4 za Milembe, ambapo kwenye eneo la sebuleni ya nyumba moja alikuta kitu ambacho hakuwahi kukiona maisha yake yote. Milembe alikuwa sakafuni kwenye dimbwi kubwa sana la damu. Kisogoni kwake kulionekana na jeraha kubwa sana, kana kwamba alikuwa amekatwa na kitu chenye ncha kali. Pembeni yake kulikuwa na vidole vitatu pamoja na kiganja kimoja kikiwa kimetenganishwa kabisa na mkono wake. Richmond na George hawakuweza kuamini kabisa kuwa mtu ambaye masaa 12 tu yaliyopita walikuwa naye akiwa mzima wa afya ndiyo yule alikuwa amelala pale chini akiwa hana dalili yoyote ya uhai. Basi wakiwa bado na mshtuko, waliamua kuita majirani ili waweze kuwasaidia. Jirani mmoja, Bwana Juma Mhanga, alikuwa na namba ya simu ya mwenyekiti wa kata Bwana Noel Kajindasa. Akampigia na kumwambia kuwa jirani yake, yani Milembe, alikuwa ameuawa. Ikiwa sasa ni majira ya saa 1 alfajiri hivi, Bwana Ndasa alipofika pale katika nyumba ya Milembe na kushuhudia lile tukio, akachukua jukumu la haraka la kupiga simu sehemu 2 muhimu sana. Kwanza alipiga simu polisi na kutoa taarifa, lakini pili alipiga simu Geita Gold Mine na akaongea na Dr. Ntemi na kumpa taarifa kwa kupoteza maisha kwa mfanyakazi mwenzao. Baada ya kupata hizi taarifa mbaya, Dr. Ntemi naye akachukua simu yake na kumpigia kaka wa Milembe aliyefahamika kwa majina ya Ndulwa Misese Migena almaruf Ibra na kumpa zile taarifa nzito. Basi kama moto unavyosambaa kwenye shamba la majani yaliyokauka, ndivyo taarifa za mauaji zilivyotambaa mtaa wa Mwatulole. Ingawa maaskari waliharakisha kuwasili eneo la tukio, tayari walikuta watu wengi wameshakusanyika. Walijikuta na jukumu zito sana la kuwadhibiti ili lile eneo la tukio lisiingiliwe na uchunguzi uharibiwa. Assistant Inspector Festo Samuel Kigaba aliwasili Mwatulole majira ya saa 2 kasoro baada ya kupokea simu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa Bwana Noel Kajindasa. Yeye pamoja na maaskari wengine akiwemo Detective Sergeant Martin, Detective Sergeant Shaban na Assistant Inspector Festo walipoingia kwenye ile nyumba, kweli walikuta mwili wa mwanamke sakafuni sebuleni ambaye alionekana alikuwa amejeruhiwa vibaya sana na kitu chenye ncha kali. Majeraha yake yalikuwa ni makubwa na damu zilikuwa ni nyingi sana sakafuni na ukutani pia. Pale sebuleni kulikuwa na chupa ya Fanta ambayo ilikuwa na kimiminika cheupe kama maziwa, na kwenye shingo ya ile chupa waliona kuwa kulikuwa na alama ya kidole, yani fingerprint, ambayo bila shaka ilikuwa ya
mtu wa mwisho kuishika ile chupa. Basi baada ya huu uchunguzi wa awali, wale maaskari wakagawana kazi ili kuhakikisha hakuna ushahidi unapotea au kuharibiwa. Assistant Inspector Kigaba akachukua pamba yenye kijiti na kukusanya damu ya marehemu kwa ajili ya uchunguzi wa DNA. Detective Sergeant Shaban akachukua vifaa vyake na kuhamisha ile alama ya kidole kutoka katika lile kopo la soda kwa ajili ya uchunguzi, maana kulikuwa na uwezekano kwamba huenda ingekuwa ya mhusika. Huku Detective Sergeant Martin alikuwa anachora ramani ya lile eneo la tukio akiwa na viongozi wa ule mtaa kama mashuhuda. Baada ya muda, kaka wa Milembe Bwana Ibra aliwasili lile eneo la tukio. Maaskari walimruhusu aingie kwa sababu ni vizuri awepo ndugu kuhakikisha utambuzi wa marehemu. Wakati anaingia pale sebuleni, tayari mwili wa dadake ulikuwa umeshafunikwa kwa shuka jeupe ukisubiriwa utaratibu wa kusafirishwa kupelekwa hospitali. Basi lile shuka lilipofunuliwa, yule kaka alipata mshtuko mkubwa sana ambao ulimpelekea kupoteza fahamu papo hapo. Alikuja kupata fahamu zake baadaye akiwa ameshafikishwa hospitali. Basi baada ya ule uchunguzi wa awali kukamilika, mwili wa Milembe ulipelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa postmortem. Baada ya wakaguzi wa polisi kurudi kituoni, mkakato ukaanza kupangwa kwa ajili ya upelelezi wa hii kesi ya mauaji. Jukumu la kuongoza uchunguzi na kukamata wahusika wote alipewa Detective Sergeant Pasco, ambaye mara baada ya kukabidhiwa ile majukumu alienda moja kwa moja kwenye eneo la tukio pamoja na timu yake ili kuweza kushuhudia kwa macho yake. Lakini wakiwa katika mchakato huu wa kutoka pale kituoni, walipata simu kutoka kwa dada wa marehemu na akawaambia kuwa wao wapo kule lodge ambapo Milembe alikuwa amefikia na wamekataliwa kuchukua vitu vya ndugu zao hadi wao polisi waende. Basi baadhi ya askari polisi waliitikia ule wito na kuelekea moja kwa moja California Lodge, ambapo waliwakuta dada mmoja wa marehemu pamoja na kaka wakiwa na manager wa hiyo lodge ambaye aliwapa taarifa muhimu sana kuhusu ile kesi walipomuuliza. Manager wa California Lodge alijitambulisha kwa jina la Kulwa Damas aliwaambia maaskari kuwa Milembe kweli alifikia pale chumba namba 26 na jana, yani tarehe 25 mwezi wa 4, alikuwa na ugeni wa wanaume watatu ambao yeye hakuwa anawafahamu. Mmoja alikuwa mtu mzima sana, mwingine alikuwa amevaa t-shirt la blue na alikuwa amebeba begi la mgongoni. Hao wageni walipowasili, Milembe alitoka kuwapokea, akamchukua mmoja wao na kuingia naye chumbani, huku wale wawili akiwaacha eneo la kufikia wageni. Ndani ya kama dakika 10-15, Bwana Kulwa Damas akasema kwamba Milembe akatoka na yule bwana aliingia naye kule ndani, na wote na wale waliokuwa wanamsubiria wakapanda bajaji na kuondoka zao. Baada ya hapo ndio hakumuona tena akirudi mpaka asubuhi ile ambapo wale ndugu walifika pale kuja kuchukua vitu vyake wakimpa taarifa kwamba Milembe alikuwa amefariki. Basi baada ya kupata yale maelezo, maaskari polisi wakaruhusu kile chumba kifunguliwe na wao kwanza wakafanya uchunguzi wa awali, kisha wakaruhusu wale ndugu watatu kuchukua vitu vya Milembe ikiwemo funguo zake za gari aina ya Harrier lililokuwa limeegeshwa nje ya ile lodge. Walipokuwa pale, polisi waliona kuwa ile lodge ilikuwa na kamera za ulinzi, yani CCTV. Hili lilikuwa ni jambo jema kwa sababu bila shaka kulikuwa na uwezekano kuwa Milembe angekuwa katika video pamoja na wageni wake. Na kweli walipoangalia zile video, Milembe alikuwa anaonekana na wale wageni wake wakipita sehemu mbalimbali za ile lodge. Wakamwambia yule manager asiruhusu mtu yoyote kuingia kwenye kile chumba chenye CCTV control hadi wao watakaporudi kuchukua kile kipande cha video ya ile jana tarehe 25. Tarehe 27 mwezi wa 4, siku mbili baadaye, kaka wa marehemu pamoja na askari aliyefahamika kama Inspector Juma walikuwa wakimsubiri mtu muhimu sana katika ile kesi. Huyu alikuwa si mwingine bali mtoto wa marehemu Milembe aliyefahamika kwa jina la Grace. Binti huyu alikuwa anasoma kidato cha 6 katika shule ya wasichana ya Marian Girls iliyopo Bagamoyo. Siku ya tarehe 26, taarifa zilipelekwa shuleni kuwa mtoto arudishwe nyumbani kwa sababu kulikuwa kuna msiba wa mama yake. Kwa hiyo bila kujua lolote, Grace alisafirishwa kutoka Bagamoyo na kuwasili Geita siku ya tarehe 27 ambapo alipokewa na huyo mjomba wake pamoja na Inspector Juma. Hapo ndipo alipompa zile taarifa mbaya kuwa mama yake
yake alikuwa ameuawa na watu wasiojulikana. Binti alipata mshtuko mbaya sana ambao na yeye ulimpelekea kupoteza fahamu papo hapo. Baada ya kuzinduka, alipelekwa nyumbani kwa mama yake mkubwa, ambapo alioneshwa mwili wa mama yake kwenye jeneza na akautambua. Ujio wa Grace ulikuwa muhimu sana kwa sababu mtoto wa Milembe ndiye alikuwa mtu sahihi wa kuwapa wapelelezi picha ya jinsi mama yake alivyokuwa, picha ambayo waliwaza labda ingeweza kuwasaidia kutambua ni kwa nini alikuwa amefanyiwa unyama ule. Basi wakati wa mahojiano, Grace aliwaambia maskari kuwa yeye alikuwa akiishi Usagara pamoja na mama yake, mdada wao wa kazi, pamoja na mwanamke mwingine aliyemtaja kwa majina Dayfath au Mama Alisha. Aliendelea kwamba Dayfath na mtoto wake Alisha walianza kuishi nao, yani yeye na mama yake, kuanzia mwaka wa 2021 na mpaka alipoondoka kurudi zake shuleni baada ya ile likizo, bado Dayfath na Alisha walikuwa wakiishi pale kwao. Alipoulizwa kuhusu uhusiano wao na Dayfath, akajibu kuwa mama yake alimtambulisha Dayfath kwake kama mama, yani kama vile single father anapomtambulisha mke mpya kwa watoto wake kwamba huyu ni mama yenu, ndio yeye alivyotambulishwa kwamba Dayfath ni mama yake. Alisema Grace kuwa bila shaka mama yake alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Dayfath kwa sababu zifuatazo. Kwanza, alitambulishwa kwake kama mama. Pili, Dayfath kwenye simu yake alimsave mama yake kama king, yani mfalme. Tatu, walikuwa wanaitana majina ya kimapenzi kama baby, na mama yake alikuwa akimuita Dayfath wife, yani mke. Ushuhuda huu wa Grace hakuwashtua sana wapelelezi wa polisi kwa sababu Milembe alikuwa anafahamika sana kule Mwanza. Alikuwa ni mtu ambaye alipendelea zaidi kuvaa nguo za kiume na alikuwa na muonekano wa kiume zaidi, kiasi kwamba ilikuwa ni kawaida kwa watu kudhani kwamba alikuwa anapendelea jinsia ipi katika swala zima la mapenzi. Milembe alikuwa na uwezo wa kifedha. Hakuwa na uoga wa kuishi maisha yake kwa jinsi yeye alivyopendelea bila kujali mawazo ya watu au mitazamo yao. Aliendelea Grace kuwa mwanzo baada ya Dayfath kuhamia nyumbani kwao pamoja na mwanae, maisha yalikuwa mazuri tu, lakini baada ya muda mambo yakaharibika. Wawili wale, yani wapenzi wale, walikuwa na ugomvi wa mara kwa mara ambao karibia mara zote ulikuwa unaishia kwa mama yake kumpiga Dayfath sana. Aliendelea kuwa kuna siku alishuhudia mamake akimpiga Dayfath sana kiasi kwamba Dayfath akabeba nguo zake na mwanae na wakaondoka pale nyumbani kwao. Lakini ilipofika majira ya saa 7 mchana hivi, mama yake alipigiwa simu na namba ngeni, akaambiwa kwamba Dayfath na mwanae walikuwa Amazon Lodge na Dayfath alikuwa anaumwa hoi hajiwezi. Hapo yeye pamoja na mama yake wakatoka nyumbani na wakaenda kule Amazon Lodge, ambapo kweli walimkuta Dayfath akiwa anaumwa sana, kwa hiyo wakamchukua na kumrudisha nyumbani. Grace akasema kwamba yeye alikuwa anamhurumia Dayfath. Kesho yake akamuuliza ni kwa nini asiondoke tu moja kwa moja, kwa nini aendelee kukaa pale pale na vile vipigo vyote ambavyo alikuwa anavipata. Dayfath akamjibu Grace kwamba ataondoka, lakini ana malengo yake, akishayamaliza au akishayakamilisha yale malengo yake, basi moja kwa moja ataondoka pale kwao. Basi hadi mwisho wa kuhojiwa kwa mtoto wa Milembe, ilikuwa dhahiri kwamba marehemu alikuwa kwenye mahusiano ambayo yalikuwa na misukosuko, na siku zote mtu anapouawa mwenza wake huwa ni mshukiwa namba 1. Juu ya hapo, kwenye mahusiano kama hayo ambayo mtu aliyeuawa alikuwa ni mtu wa kupiga mwenzi wake, ndio kabisa lazima yule mwenzi aje kusaidia polisi kidogo aridhishe upelelezi wa yeye hahusiki. Hii tarehe 27 mwezi wa 4, uchunguzi wa postmortem uliweza kufanyika katika hospitali ya rufaa ya Geita. Mtaalamu wa afya alifanya uchunguzi na kuandika ripoti iliyosema kuwa kwanza kabisa mwili wa Milembe ulikuwa umeloa damu nyingi sana. Mkono wake wa kushoto ulikuwa umebaki na vidole viwili tu, vitatu vilikuwa vimekatwa na viko tofauti kabisa na mwili wake. Huku katika mkono wa kulia kiganja kizima kilikuwa kimekatwa na kutenganishwa kabisa na mkono wake. Lakini tatu, alikuwa na majeraha 4 makubwa sana. Jeraha la kwanza lilikuwa kisogoni, la pili lilikuwa nyuma ya shingo, la tatu lilikuwa kichwani upande wa kushoto wa uso, na la 4 lilikuwa eneo la begani. Lile jeraha la kukatwa shingo
shingoni lilikuwa na kina kirefu sana hadi sehemu ya mfupa wa pingili za uti wa mgongo ulikuwa unaonekana bila wasiwasi kabisa. Uchunguzi ulionyesha kuwa chanzo cha kifo kilikuwa ni kuishiwa damu mwilini kutokana na damu yote kumwagika kupitia yale majeraha makubwa. Baada ya uchunguzi huu, ndugu wa marehemu walipanga mazishi ambayo yalifanyika kijijini kwao siku ya tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka wa 2023, huku sala yao kubwa ikiwa ni maaskari waweze kuwakamata walioondoa uhai wa mpendwa wao na kuwaacha na majonzi na machungu ya aina ile yasiyoelezeka. Basi siku 2 tu baada ya mazishi ya Milembe, ndugu zake walikuwa wameitisha kikao pale nyumbani kwake Usagara. Lengo la kikao lilikuwa si lingine bali ni kugawa mali za marehemu. Bila wao kujua, njiani kuelekea hapo nyumbani kulikuwa na timu ya maaskari kutoka katika ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ya mkoa wa Geita, ambao walikuwa wanakuja pale Usagara kutia mbaroni watu wawili kwa ajili ya kwenda kujibu maswali kuhusu uhusika wao katika mauaji ya Milembe. Ile timu iliwasili jioni nyumbani kwa Milembe ikiwa na Detective Corporal Hashim, Detective Sergeant Zakia, Detective Corporal Darius na wengineo. Walifika pale na kukuta kikao kweli kimeshaanza, lakini wao moja kwa moja walikamata watu wawili ambao walikuwa ni Deifa Selemani Maunga na Musa Fundikira na kuwapeleka moja kwa moja kituo cha polisi Central Nyamagana, Mwanza. Walipofika kituoni, Detective Corporal Darius alikuwa na jukumu la kumhoji Deifa. Akampeleka moja kwa moja kwenye chumba cha mahojiano, akajitambulisha na kumwambia Deifa kuhusu haki zake. Kabla ya mahojiano, alimwambia kwamba anaruhusiwa kuomba aite mtu yeyote kushuhudia yale mahojiano yao, iwe ndugu yake au wakili wake au rafiki yake yoyote amweye, lakini Deifa akasema ilikuwa ni sawa tu wahojiane akiwa yeye peke yake. Detective Corporal Darius alimhoji Deifa na kurekodi kila kitu kuanzia saa 1 usiku hadi mahojiano yao yalipomalizika pale saa 4 kasoro usiku. Na mwisho wa kurekodi, Deifa alitia saini ile document ya maandishi ya maelezo yake kuashiria kuwa alikubali kile kilichoandikwa ndicho alichokisema. Sasa alisema nini Deifa kwenye yale mahojiano? Statement ya ungamo ya Deifa ilionyesha kuwa Deifa alikubali mara moja kuhusika katika mauaji ya Milembe Suleiman Hungwe. Katika ukurasa wa 5 wa ile statement yake, Deifa alirekodiwa kwamba alisema yeye alikuwa anaishi na marehemu Milembe akiwa kama mke wake, lakini siku zilivyokuwa zinasonga, marehemu alibadilika na akawa anamnyanyasa sana, hivyo akawa anahitaji kuachana naye na kuondoka zake. Lakini hili la kuondoka lilishindikana, kwa hiyo akaamua kuongea na mtu wake wa karibu ambaye alimtaja kwa majina Safari Lubingo kutoka Butundwe, Geita. Huyu bwana na yeye walifahamiana kule Usagara wakati yeye alikuwa anauza zake mashuka, huku yule bwana Safari akiwa anauza nyanya katika soko. Deifa akasimulia kwamba alivyowasiliana na bwana Safari Lubingo, alimwambia kuwa yeye pale nyumbani kwake anaishi pamoja na wifi yake ambaye ni dada wa mume wake aliyepo Afrika Kusini kibiashara. Akamwambia Safari kwamba shida yake kuu ilikuwa ni kwamba yule wifi yake anamzuia yeye kutumia mali zake na mume wake kutokana tu na wivu na chuki. Hivyo akasema Deifa kwamba akamwambia Safari kuwa anahitaji ipatikane dawa kutoka kwa mtaalamu wa jadi ili yule mbaya wake, yani yule wifi yake, aweze kuondoka pale nyumbani, amwachie yeye akiwa huru katika nyumba yake na mume wake. Safari Bundale Lubingo alikubali kumsaidia Deifa kutafuta hiyo dawa, lakini baada ya siku chache alimpigia simu na kumwambia kuwa njia za waganga zimeshindikana, ila kuna njia nyingine ambayo ni nzuri zaidi na ni ya shortcut. Deifa akasema kwamba alipomuuliza bwana Safari kwamba shortcut maana yake ilikuwa ni nini, akajibiwa kwamba maana yake ilikuwa huyo wifi yake wamuue tu. Deifa akaunga mkono hili wazo, akaendelea kumsimulia Corporal Darius kwamba baada ya yale maongezi yao, Safari ndiye alikuwa na jukumu la kutafuta hao wauaji ambao aliwaita wakata mapanga. Alipowapata, alimtaarifu yeye Deifa na wakakubaliana kuwa wote wakutane Sengerema kwa ajili ya mkutano kwa kusuka huo mpango wa kumuua Milembe Suleiman Hungwe. Basi baada ya kutoka hapo, upelelezi ukaenda vizuri. Sasa wapelelezi hawakupoteza muda, na ndani ya siku 4 tu baada ya Deifa kukamatwa kule Usagara na kumtaja bwana Safari, kikosi cha maaskari tayari kilikuwa njiani
kuelekea kijiji cha Butundwe mkoani Geita kumkamata huyu Bwana Safari Bundala Lubingo. Walipofika kule kweli walimpata Bwana Safari na wakampeleka moja kwa moja kituo cha polisi. Alipoanza kuhojiwa, Bwana Safari naye alifunguka kama kitabu, akasimulia kuwa ni kweli yeye anahusika na yale mauaji ya Milembe, na muhimu zaidi alimtaja mhusika mwingine, yani Musa Ali, ambaye alisema kwamba alikuwa eneo la Bulyanhulu mkoa wa Kahama, na huyu akasema kwamba ndiye anayefahamu wale wahusika wengine walipo. Basi Detective Koplo Hashim na wenzake hawakutaka kupoteza muda na kuwapa mwanya wale watuhumiwa wengine kupotea. Kwa hiyo siku hiyo hiyo ya kumkamata Bwana Safari, nao wakaanza safari ya kutoka Geita kuelekea Kahama kumfata Bwana Musa. Safari yao ilizaa matunda kwa sababu walipofika kule walimpata mtu wao bila matatizo yoyote, na kama ilivyo ada, Bwana Musa naye alipokamatwa na kuhojiwa, na yeye akafunguka, akasimulia mkasa mzima na akawaambia maskari kuwa wahusika wenzake wawili wapo Sengerema, ambao mmoja akamtaja kwa majina Genja Deus Lubingo na mwingine akamtaja kwa jina la Pastori Lubingo. Mpaka hapa utakuwa umegundua kuwa hawa watu ni ndugu, maana wana jina moja la ukoo. Yani Safari aliajiri ndugu zake kutimiza lile jambo la mauaji kwa ajili ya Bi Deifat. Basi baada ya maaskari kuambiwa kwa watuhumiwa wawili wapo mkoa tofauti na ule waliokuwepo, wakaona muda umeenda sana na wasingeweza kufika Sengerema kabla ya siku kuisha, na pia waliona kwamba kulikuwa na uwezekano mkubwa kuwa wakati wakiwa kwenye hiyo safari ya kuwafuata wale wawili hadi huko Sengerema mkoa wa Mwanza, hawa watuhumiwa wenyewe wanaweza kutonywa na watu na wakapata nafasi ya kupotea. Kwa hiyo wakaamua kutoa taarifa kwa mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ya mkoa wa Mwanza ili atoe wito kwa maaskari wa huko Sengerema wawasaidie na ile kazi. Inspector Grandino Changa alikuwa akifanya kazi katika kituo cha polisi cha Nyakalilo kama OCS. Siku hiyo yeye ndiye aliyetafutwa na RCO wa Mwanza na kupewa taarifa zote kuhusu ile kesi ya mauaji ya Milembe na kupewa jukumu la kuwakamata wale wahusika wawili ambao walitajwa kuwa wapo eneo la Ilenza Buchosa huko Sengerema. Hapo hapo Inspekta Changa aliwasiliana na mapolisi pamoja na watu wa taarifa wake, ambapo hadi inafikia saa 12 jioni mmoja wa hao watu wake alimpigia simu na kumwambia kwamba Genja alikuwa kijiji cha Majengo huko Ilenza, hivyo waende muda ule ule. Maaskari walitoka pale kituoni na walipofika kwa yule mtu wa taarifa aliwapeleka moja kwa moja mpaka kwenye eneo ambalo lilikuwa na saluni ya kunyoa nywele. Hapo aliwaarifu kuwa Genja anatambulika kirahisi kwa sababu ndevu zake amenyoa mtindo wa all na mkono wake wa kulia alikuwa na nusu kidole. Basi maaskari walikaa pale mpaka mida ya saa 1 usiku, ambapo kutoka katika ile saluni alitoka mwanaume mmoja hivi. Yule mtu wa habari moja kwa moja akamnyoshea kidole yule mwanaume na kuwaambia kwamba yule ndiye Genja. Bila kupoteza muda, wale maaskari wakamfuata Bwana Genja na kumweka chini ya ulinzi. Wakachukua pikipiki na kumpeleka moja kwa moja kituoni kwa ajili ya mahojiano. Wakati huu maaskari waliokwenda Kahama kumfuata Musa bado walikuwa njiani kuelekea Geita. Wakiwa safarini, walipata taarifa kuwa Inspector Grandino Changa na wenzake tayari walikuwa wameshamkamata mtu mmoja, kwa hiyo wakawa na amani zaidi. Basi kama ilivyoada jamani, Bwana Genja ndani ya masaa 3 tutoka akamatwe alikiri kila kitu kama alivyosema Bi Deifat. Akasema ni kweli yeye anahusika kwenye yale mauaji, na zaidi ya hapo yeye ndiye alikuwa mkata mapanga mwenyewe. Sasa kwanza hakutaka kuwachelewesha maaskari, akawatajia mahala Pastori anapoishi na akawataarifu kuwa baada ya yale mauaji yeye alienda kwa mtaalamu wa jadi aliyefahamika kama Bi Cecilia ili kusafishwa ile damu aliyoimwaga isije kumwandama na kumletea mikosi. Basi usiku huo maaskari hawakupumzika, wakaenda moja kwa moja kwa Pastori, lakini walipofika kule hawakumkuta. Walijaribu kumsubiria lakini hakurudi kabisa. Kwa hiyo wakaamua kwanza kwenda kwa yule mtaalamu wa jadi aliyetajwa. Bi Cecilia inaonekana kuwa mapema sana alikuja kujuta
kupata wale wateja, maana alijikuta na yeye anabebelewa usiku kupelekwa kituo cha polisi kwa kuunganishwa kwenye kesi ya mauaji. Kesho yake tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka ule wa 2023, Inspector Grandino Changa alipigiwa simu ambayo hakuitegemea kabisa kutoka kwa viongozi wa eneo la Majengo Ilenza. Walimtaarifu kuwa yule pastori waliokuwa wakimtafuta jana usiku alikuwa amepatikana eneo la msitu wa Buhindi, lakini kibaya ni kwamba alikuwa ni marehemu. Inspekta Changa na wenzake walifika eneo la msitu na kukuta tayari kikundi cha watu kikiwa kimeshajikusanya kwenye moja ya miti ya ule msitu. Mwanaume alikuwa ananing'inia na kitanzi shingoni. Inaonekana pastori alipata taarifa kuwa alikuwa na ugeni mzito ule usiku na akaona ni bora kujitoa uhai huku akiwacha wale wenzake wapambane na kesi yao wenyewe. Siku hiyo hiyo Genja alifikishwa Geita Police Station, akapokelewa na Detective Sergeant Hashim ambaye alichukua alama zake za vidole, na baada ya hapo akafanyiwa mahojiano na Detective Sergeant Pascal. Maaskari walikuwa wamechoka kusafiri tangu jana yake, lakini walikuwa na moto wa kuhakikisha kuwa wauaji wote wa Milembe wanapatikana. Genja alipokuwa anahojiwa na Detective Sergeant Pascal hakumpotezea muda wala nini. Akasema kwamba ni yeye anahusika, na aliutaja vizuri zaidi uhusika wa kina Dayfas na Safari Lubingo mpaka ilipofika wakati wa kumuua Milembe. Genja alisimulia kuwa kipindi hicho yeye hakuwa na simu. Kwa hiyo siku moja Musa alimfuata na kumwambia kuwa Safari anamtafuta. Genja akatumia hiyo simu ya Musa kuongea na Safari ambaye alimwambia kuna kazi muhimu Geita, kwa hiyo anamtumia nauli aje yeye pamoja na Musa. Safari alituma pesa kweli, ambayo Genja akasema kwamba aligawana na Musa, na wawili wale wakaamua kwenda Geita. Kufika kule walikutana karibia na nyumba ya kupumzikia wageni iliyokuwa inaitwa Mzee Kisesa Guest House. Walikutana na Safari ambaye alimuita Genja pembeni waongee, huku Musa akibaki peke yake. Genja akaendelea kuwa pale pembeni. Safari alimwambia kuna tajiri huko Mwanza anaitwa Dayfas, anataka mtu auawe. Huyo mtu anaitwa Milembe na atawasili pale Mzee Kisesa Guest House muda si mrefu. Baada ya muda mchache liliwasili gari aina ya Alphard na Milembe akashuka. Hapo Safari akamuonesha Genja kwa yule pale ndiye huyo Milembe ambao wanatakiwa wamuue. Baada ya hapo aliwakodia chumba hapo guest house, na yeye akarudi zake kijiji cha Butundwe akisubiri habari nzuri kutoka kwao. Genja akadai kwamba siku hiyo hawakuweza kumuua Milembe kutokana na mazingira ya ile guest house, lakini pia hakukuwa na maandalizi ya kutosha ya kuandaa mkakati mzuri wa kulifanya lile jambo. Kwa hiyo walirudi Sengerema bila kukamilisha ile kazi, na Milembe akaweza kupata siku chache zaidi za kuishi duniani. Baada ya muda Genja aliwasiliana na Safari na kumwambia waunganishe vichwa, watafute watu wengine ili wawasaidie katika hiyo kazi, maana kazi ya kuua mtu haikuwa ya mchezo. Wakapanga kukutana tena Geita, lakini safari hii Musa hakujumuika nao. Katika kikao hiki Genja alidai kuwa Safari aliamua kutafuta watu wengine wawili aliowataja kwa jina ya Masumbuko au Sumbu na Buchuchu. Baada ya maamuzi waliwasiliana na Dayfas na kupanga kikao kingine huko Sengerema kwa ajili ya kupanga mauaji na malipo. Walipokutana na Dayfas walikubaliana kuwa malipo yatakuwa ni shilingi milioni 2.6 ambayo yatalipwa kwa awamu mbili ili kuhakikisha ile kazi imetimia kweli. Genja akasema kuwa Dayfas akawaambia kuwa ili kufanikiwa kumuua Milembe ni lazima waende Usagara Mwanza, kwa sababu kila Jumatatu Milembe huwa anasafiri kutoka Mwanza kuelekea Geita ambako alikuwa anafanya kazi, Geita Gold Mines. Dayfas akaendelea kuwa mmoja wao atatakiwa ajifanye ni mchimba madini anayehitaji kwenda Geita, aombe lift kwa Milembe na kisha humo kwenye gari amwambie Milembe kuwa yeye anapata mafanikio makubwa kwenye madini kwa sababu ana mtaalamu wake, yani mganga wa jadi ambaye humfanyia mazindiko. Dayfas alikuwa na uhakika Milembe akisikia hivi atataka kujua huyu mganga, kwa sababu alikuwa anaamini sana katika haya mambo, na mara nyingi katika biashara zake au katika majengo yake aliyokuwa anayajenga alikuwa
anapenda sana kufanya ibada za aina hii ili kuleta bahati nzuri kwenye vitega uchumi vyake. Basi siku ilipofika, Genja alidai kuwa yeye alifanikiwa kupata lift kwenye gari la Milembe kweli, na alipomwambia kuhusu ule uongo juu ya mganga, Milembe alionyesha kufurahia na wakabadilishana namba za simu ili na yeye amletee huyo mganga wake amsafishie nyumba zake anazomalizia kujenga huko Mwatulole. Walipoachana, Genja alitegemea kwamba Milembe atamtafuta mara moja, lakini kulikuwa kimya. Alipomtaarifu mwajiri wao, Defas akamwambia kuwa atulie tu. Milembe alikuwa ameshafika California Lodge na lazima atamtafuta. Na kweli baada ya siku chache simu ya Genja ilipigwa na Milembe akamwambia kuwa anahitaji yule mganga wake. Genja akakubali mara moja, akawasiliana na Masumbuko na Buchuchu kuambia kuwa mpango ulikuwa umeshaiva. Siku hiyo ya tarehe 25 mwezi wa 4, Genja akasema kuwa alipigiwa tena na Milembe akamwambia wakutane California Lodge. Walipokutana na wakapata maongezi, wakapanda bajaji pamoja mpaka eneo la Shilabela, ambapo Milembe akawaambia kuwa akiwa tayari atawaita, kwa sababu ilibidi aende kwanza kule kwenye saiti yake ahakikishe mafundi wameshaondoka ili wasiweze kuwaona wao wakiwa wanafanya hilo jambo lao la kuzindika. Baada ya muda ule usiku, Milembe akampigia tena Genja kumwambia kwamba mafundi washaondoka, kwa hiyo watakuwa na faragha ya kuendelea na ile shughuli yao. Genja, Masumbuko na Buchuchu wakaenda kukutana na Milembe ambaye hakuwaza baya lolote kutokana na jinsi Genja alivyoweza kujifanya kama vile mtu mwema kwake. Kufika pale, Genja akasema kuwa mmoja wao akampa Milembe dawa kwa ajili ya kufukia. Hapo ndipo Genja alipotoa panga na kuanza kumkatakata Milembe. Katika rekodi ya statement yake ya kukiri, Genja alisema, alipochuchumaa tu nilimkata na lile jambia kichwani, akaanza kupiga kelele, mzee unaniua. Alipokuwa anakinga, nikaendelea kumkata mikononi. Alipoanguka chini, nilimkata vizuri kichwani, akawa anagaragara tu. Buchuchu Lugodisha akachukua mkoba na simu 2 kubwa. Tukatoka nje kidogo, nikaficha lile jambia karibia na mti. Tukaendelea mbele kidogo tena, tukavuka barabara na tukaona choo. Buchuchu akaenda kutupa zile simu humo chooni. Mwisho wa nukuu. Baada ya mahojiano, Genja alikuwa tayari kuwaonesha maaskari alipoficha ile silaha ya mauaji. Basi taarifa zikatumwa kwa viongozi wa kata, yani mwenyekiti Bwana Noel Kajindasa na mjumbe wa nyumba 10 Bwana Simon Komela Miula, wakaambiwa waelekee mtaa wa Mwatulole kwa ajili ya kushuhudia tukio muhimu sana. Walipofika pale, walikuta maaskari polisi akiwemo Detective Sergeant Michael, Detective Philemon, ASP Salala Bihemol na wengine. Pamoja nao walimkuta pia Genja ambaye alikuwa na pingu. Walimshuhudia Genja akiwapeleka maaskari eneo la karibu tu na kuta wa zile nyumba za Milembe, ambapo kulikuwa na mti mmoja hivi na kakichaka kanyasi. Pale Genja akaanza tafuta na mara akaonesha sehemu ambapo lilikutwa jambia lililoonekana kuwa na madoa ya kutu na damu upande ule wa makali na pia kwenye mpini wake. Hapa Genja akatoa taarifa kwamba katika ile purukushani ya kumkata Milembe, na yeye alijikata kiasi kwenye mkono wake wa kushoto, na hivyo damu yake ilivujia kwenye mkono wa lile jambia. Mara baada ya uvumbuzi ule, ASP Salala Bihemo alivaa gloves tayari kwa kuchukua sampuli ya damu kwenye ile silaha kwa ajili ya uchunguzi wa DNA. Alichukua pamba ya kwenye kijiti, yani cotton swab, akapangusa damu kwenye makali ya lile jambia na kuihifadhi kwenye kifungashio maalum. Akachukua pia pamba nyingine ya kwenye kijiti na kupangusa damu ya kwenye mshikio wa lile jambia na kuitunza kwenye kifungashio tofauti. Kesho yake, yani tarehe 7 mwezi wa 5, Genja alikuwa tayari kwa mara nyingine kwenda kuwaonesha maaskari simu za Milembe zilipotupwa. Kabla hajatolewa kituoni majira saa 4 asubuhi, ASP Bihemo alichukua sampuli nyingine kwa ajili ya uchunguzi wa DNA. Sampuli hii ilikuwa ni ya mpanguso wa mdomo wa Genja. Ingawa alishajitaja kuwa yeye ndiye muuaji, bado kulikuwa na uhitaji wa upande wa mashtaka kuonesha mahakama vithibitisho vingine, ukiachana na kukiri kwake kuwa kweli Genja alikuwepo eneo la tukio, hasa kwa sababu watu wengi huwa wakifika mahakamani huwa wanaruka ile statement yao ya kukiri. Basi baada ya hapa, Genja aliwapeleka eneo la mbali kiasi na nyumbani kwa Mirembe katika mtaa unaoitwa Shangaa Uchelewe. Hapo wakaenda moja kwa moja hadi kwenye nyumba ya
mama mmoja aliyefahamika kwa majina ya Bi Martha Kiswahili, ambayo ilikuwa na choo cha shimo nje. Genja akaonyesha maaskari kuwa Bwana Buchuchu alitupa zile simu 2 za milembe kwenye choo cha nyumba hiyo. Bila kupoteza muda, walitafutwa wataalamu wa shughuli hizo, yani chamber master, Bwana Kazungu na mwenzake Bwana Hashim na pia Bwana Tibe. Maaskari waliwasimamia watu hawa wakivunja sehemu ya ile chemba ya choo, na Bwana Kazungu akaingia ndani kwa kuning'inizwa na wenzake kupitia kamba nzito waliomfunga eneo la mabegani. Mule ndani majitaka yalikuwa yanamfikia kiunoni, lakini baada ya muda mfupi tu aliweza kuzipata zile simu 2, moja nyeupe na nyingine nyeusi. Siku hii ukiacha mashahidi, yani wale viongozi wa kata, alikuwa pia ameitwa kaka wa marehemu Bwana Ndulwe Misese Migena au Ibra, ambaye alizitambua kuwa zile simu aina ya iPhone na Samsung kweli ni za dada yake Milembe. Tarehe 9 mwezi wa 5, dereva bajaji Bwana Regiment Kagoma aliitwa kituo cha polisi kwa ajili ya zoezi moja muhimu sana linaloitwa identification parade. Hili ni lile tukio ambalo shahidi hupelekwa mbele ya watu kama 8 hivi kwa lengo la kuangalia vizuri na kuona kama kuna mtu anamtambua ambaye alimshuhudia akihusika na kesi fulani. Regiment alipofika kituoni alikutana na Assistant Inspector Stephen Bagenda, ambaye alikuwa na jukumu la kusimamia lile zoezi na kuhakikisha linafuata vigezo vyote ili ushahidi ukubalike mbele ya mahakama. Regiment alielekezwa kuwa atapelekwa mbele ya watu awaangalie, atakapomuona yule mwanaume aliyekaa naye mbele katika ile bajaji yake basi amshike bega. Baada ya maelekezo yale alielekezwa nje ya kituo, ambapo kweli alikuta wanaume 8 ambao walikuwa wanaendana kimuonekano wakiwa wamesimama kwenye mstari. Baada ya kuangalia wote vizuri, mmoja baada ya mwingine, alimchagua mmoja wapo kwa kumshika bega. Baada ya hapo akaingia kituoni na kujaza fomu kuhusu lile zoezi, lakini wakati anafanya hivi akashangaa kwamba akaambiwa atoke tena nje arudie lile zoezi kwa umakini tena. Alifanya hivyo na safari hii akagundua kwamba yule aliyemshika bega mara ya kwanza alikuwa amebadilisha nafasi ya kusimama. Aliposimama sasa hivi si pale aliposimama ile mara ya kwanza wakati alipofika na kumtambua. Basi alivyoona hivi, kwa sababu alikuwa anamfahamu, akaenda akamgusa tena bega yule yule, na alipoingia kituoni aliambiwa ajaze tena fomu ya pili, maana lile zoezi lilikuwa limefanywa mara 2. Basi aliyemchagua kuwa ndiye yule mwanaume aliyeambiwa ampe 5,000 na milembe hakuwa mwingine bali ni Bwana Genja Deus Lubingo. Tarehe 11 mwezi wa 5, Detective Kopio Hashim alifunga safari kutoka Geita kuelekea makao makuu ya polisi Dar es Salaam kwa ajili ya kupeleka zile sampuli za alama za vidole, yani ile iliyopatikana kwenye chupa ya Fanta na zile za Genja. Ripoti ilionyesha kuwa ile alama ya kidole ya kwenye chupa ya Fanta ilikuwa kwa 100% imefanana na alama za kidole cha Genja cha katikati mkono wake wa kulia. Hii ilimaanisha kuwa Genja ni kweli alikuwa katika lile eneo la mauaji, maana la sivyo alama yake ya kidole isingekutwa pale. Video ya CCTV kutoka California Lodge ilipelekwa kwa mtaalamu wa ukaguzi wa video na picha Detective Corporal Salum Hassan Ali. Yeye alipojaribu kuikagua aliona kuwa ile video ilikuwa na quality hafifu sana, yaani chenga ndo zilikuwa nyingi. Alijaribu sana kuzoom na kutumia mbinu za kung'arisha video, lakini jitihada zake zote ziligonga mwamba. Watu walikuwa wanaonekana ndiyo, lakini hizo chenga na mawimbi vilikuwa ngumu sana kumtambua mtu kwa sura. Kwa hiyo kitaalamu ile video isingeweza kuleta msaada wowote katika kesi mahakamani. Matumaini yakabakia kwenye uchunguzi mmoja wa mwisho ambao ulikuwa ni uchunguzi wa DNA. OCCID wa Geita alimpa sampuli 4 pamoja na barua askari polisi Timo Grayson apeleke ofisi za mkemia mkuu jijini Dar es Salaam. Kule kitaalamu wa DNA Bwana Sado Moses Mboya na mkemia Bwana Ali Omar Kaneda walikabidhiwa sampuli 4 ambazo wao walikuwa hawajui zinatoka kwa nani. Ripoti ilionyesha kwamba lile jambia la mauaji lilikuwa na damu ya Mirembe pamoja na ya Genja. Siku ya kesi mahakamani, upande wa mashtaka walijiamini kuwa vithibitisho vyao ni vya uhakika na havipingiki kirahisi. Kulikuwa na mashahidi 29 ambao ni maaskari na raia wa kawaida ambao wote walishiriki katika lile zoezi la kupeleleza na kukamatwa kwa wale wahusika. Kama ilivyoada jamani, washtakiwa walivyopatiwa nafasi ya kusikilizwa pale mahakamani,
walikataa kata kuhusika na hayo mauaji. Kwanza kabisa, kila mmoja alisema hamjui mwenzake, ndio kwanza walikuwa wanaonana pale. Pili, hizo habari zilizokuwa zinasemwa na mashahidi kuwa wao walikubali makosa zilikuwa ni za uongo. Tatu, na kubwa zaidi, wote walidai kuwa polisi waliwapiga na kuwatesa sana ili wakubali yale makosa. Hasa Bwana Genja ambaye alisema kuwa yeye alibanwa na pliers kwenye sehemu zake za siri mpaka akazirai kutokana na maumivu, na alipozinduka hakukuwa na pole wala samahani, badala yake akalazimishwa kuweka sahihi kwenye document ambayo walikuwa wametunga hao polisi. Genja alidai pale mahakamani kuwa yeye ni mvuvi tu huko Ilenza. Hayo mauaji hajayafanya, hakufanyiwa mpanguso wa mdomo. Na kuhusu wanavyosema kwamba yeye aliwapeleka polisi kuonesha panga, hapana, yeye alikuwa anaburuzwa tu, akawa anapelekwa huku na kule, akiambiwa afanye hiki na kile, lakini wala hilo panga hakuweka yeye. Kuhusu kwenda kwenye chemba ya choo pia kuonesha simu, napo alikataa, akasema polisi walikuwa wanampeleka tu, sio yeye ndo alikuwa anawapeleka wao. Na kuhusu mstari wa utambuzi wa yeye kutambuliwa mara 2 na Bwana Richmond Kagoma, pia akasema kwamba alikuwa anaonewa kwa sababu hiyo siku alimuona askari akimwambia yule shahidi kuwa huyo hapo ndo Genja mwenyewe. Kwa hiyo bila shaka ule ulikuwa tu ni mpango kumsingizia. Na la muhimu zaidi la yeye kusema kwamba alijikata damu ikachuruzika kwenye mshikio wa jambia lilikuwa si la kweli, kwa sababu hakuwahi kujikata wala katika huo mkono wake hana kovu lolote. Bwana Musa naye akajitetea kuwa na yeye anasingiziwa tu, hao watu wote waliokuwa pale mahakamani pamoja na yeye hawafahamu. Milembe ndio kabisa hajawahi hata kumsikia. Yeye ni mwalimu aliyehitimu chuo kikuu cha St. Augustine campus ya Tabora, na yeye hata hakuwa na simu hicho kipindi alichotajwa, huwa alikuwa anamwazima Genja simu kuongea na Safari. Safari pia alisisitiza kuwa kila mtu pale mahakamani hamjui, kwa hiyo hajashirikiana nao kumuua Milembe. Hata huyu Deifat ambao anasema kwamba aliongea naye na kumwambia kuhusu hizo habari za wifi yake hamfahamu. Deifat ambaye ndiye aliyeitisha na kulipia yale mauaji, naye hakuwa nyuma katika hili swala zima la kuruka shutuma. Kwanza kabisa alisema mahakamani kuwa yeye ni Muislamu haswa, haiwezekani awe na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mwenzake kwa sababu dini yake hairuhusu hata kidogo. Alidai kuwa yeye alikuwa anaishi na Milembe kwa sababu tu alikuwa ni mwajiriwa katika duka lake la urembo, lakini pia alikuwa akiendesha biashara yake ya kukopesha fedha kwa riba. Yeye alikuwa na uhakika kuwa alikamatwa na polisi kwa sababu ndugu za marehemu walikuwa wanamshutumu kuwa alikuwa na fedha za biashara ya Milembe ambazo alikuwa anaficha. Aliendelea kusema pale mahakamani kuwa baada ya kile kifo, dada na kaka wa marehemu walimuita pembeni na kumdai shilingi milioni 20 za kwenye biashara ya ndugu yao. Yeye akawaambia kuwa hakai na hizo hela, wala hizo hela hana, kwa sababu Milembe alikuwa anasimamia kila kitu yeye mwenyewe. Watu akikupa hela yeye ndio alikuwa anawakabidhi, na akirudisha hela yeye ndio alikuwa anapokea na sio Deifat. Akadai Deifat kuwa ndugu hawa marehemu hawakuamini kabisa, na hata hiyo siku aliyokamatwa kaka wa marehemu, yani yule Ibra, alikuja pale pamoja na hao maaskari na alikamatwa yeye na ndugu mwingine wa marehemu ambaye walipelekwa wote kituoni. Aliendelea kuwa hata baada ya kufika kituoni maswali yote yalikuwa yanahusu fedha za Milembe. Yeye aliposisitiza kuwa hana hizo fedha, akamwona Ibra akiongea na maaskari nje ya kile kituo cha polisi. Baada ya yale maongezi, mahojiano yake yakabadilika na askari wakaanza kumuuliza maswali kana kwamba yeye anahusika na mauaji ya Milembe. Deifat alikataa kata, lakini na yeye akapigwa haswa tena na mpini wa jembe kwenye mbavu, mikono na hata kwenye miguu, ili mradi tu akubali lile kosa. Aliteseka sana akasema, lakini hakukubali lile kosa wala hakukubali kusaini ile document ya kukiri kosa. Na chini ya hayo yote, washtakiwa wenzake waliokuwa pale hawafahamu na hajawahi kuwaona hata mmoja wao tangu azaliwe. Basi kama ulivyosikia hapo mwanzo, upande wa mashtaka walikuwa wamejiandaa vizuri. Hii ni moja ya kesi ambazo zile protokali za kisheria za kusanya vithibitisho zilifuatwa kwa umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha hakuna makosa yoyote ambayo angeweza kuupa upande wa utetezi mwanya wa kushinda ile kesi. Lakini upande wa utetezi nao walijaribu kuwaokoa wale wateja wao. Upande wa Musa ulikuwa na nafuu kidogo katika kutaka kumtoa kwenye hili janga, kwa sababu Musa alitajwa na Genja kuwa alihusika kwenye ule mpango wa kwanza wa kumuua Milembe ambao ulishindikana. Genja mwenyewe alikiri kuwa mpango wa pili hakumshirikisha Musa, badala yake walimtafuta Masumbuko na Buchuchu. Inaonekana mmoja wa hawa ndio alikuwa pastori yule aliyokuwa amejiua kule msituni Ilenza, na huyu mwingine ni kama vile hakukamatwa. Kwa hiyo Musa alipata mwanya kwa sababu
hakuwa na kesi ya kujibu. Utetezi wa Dayfurth ulielemea kwenye upande wa kwamba yeye hakukiri kuhusika na mauaji, yeye alikuwa anasingiziwa tu. Ile statement yake ya kukiri, mawakili wake waliomba mahakama kwamba isisikilizwe kwa sababu alikuwa ameteswa sana kwa ajili ya kukubali lile kosa. Kwa bahati mbaya kwake, mahakama haikuamini utetezi wake kwa sababu kukiri kwake yeye ndio kulisababisha kukamatwa kwa wale wahusika wote mmoja mmoja, na pia kupatikana kwa simu za marehemu pamoja na silaha ya mauaji. Ina maana bila Dayfurth kukiri na kutaja wenzake, muuaji yani Genja asingeweza kupatikana kwa polisi. Kwa hiyo Dayfurth hawezi kusema kwamba alilazimishwa kutoa ushahidi wakati ule ushahidi wake ulileta matokeo sahihi. Kutokana na hilo, mahakama ikamuona Dayfurth pamoja na Safari Lubingo kuwa na hatia ya kuua sawasawa na yule aliyeshika lile panga kuua, yani Bwana Genja. Hii ni kwa sababu bila Dayfurth kuitisha, kupanga na kulipia mauaji ya Mirembe, basi Safari asingemtafuta Genja na Genja asingemuua Mirembe. Na kisheria, mtu ambaye ana hatia ya kosa ni mtu yule ambaye ametenda lile kosa, au mtu aliyesaidia mtu kutenda kosa, au mtu aliyeshauri mtu mwingine kutenda kosa, au mtu aliyeajiri mtu kutenda lile kosa, na pia mtu ambaye alijua kosa linaenda kutendeka lakini asitoe taarifa za kuzuia lile kosa. Kutokana na haya yote, tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka wa 2024, ikiwa ni mwaka mmoja na miezi 4 tangu mauaji kufanyika, mahakama kuu ilimkuta Dayfurth Seleman Maunga, Safari Bundala Lubingo na Genja Deus Lubingo na hatia ya mauaji ya Mirembe Suleiman Hungwe, na hakimu KD Mhina aliwahukumu wote watatu hawa kunyongwa hadi kufa. Ingawa hukumu hii haikuweza kumrudisha mpendwa wao duniani, ndugu wa Mirembe kidogo walipata nafuu ya moyo, kwa sababu angalau wale waliowakatili kwa kuwaondolea mpendwa wao waliweza kupata adhabu ambao waliistahili, na wao wakapata muda wa kupumzika badala ya ile kufuatilia kesi mara kwa mara kujua hatima yake. Na hapa ndio tumefikia mwisho wa simulizi yetu hii ya leo. Katika sehemu ya comment, tafadhali tushirikishe ni mafunzo gani umeweza kujifunza kupitia tukio hili, na tuambie pia ni kesi zipi ungependa tuzichambue na kuzisimulia ili sote tuweze kuzifahamu na pia kujifunza. Tafadhali hakikisha una subscribe jamani. Hapa utapata simulizi za ukweli za matukio kama haya kutoka Tanzania na nchi za jirani, lengo kuu likiwa ni kupata mafunzo ya maisha na usalama. Usisahau pia kulike na kushare video hii ili wengine nao waje kuangalia video na kujifunza pamoja nasi. Asante sana kwa kuangalia video hii, tuonane tena kwenye video ijayo. Bye.